Hapa tunaangalia uandishi wa insha. Uandishi wa insha. Insha nasema ni utungo wenye sentensi nyingi zilizopangwa katika aya zenye kuzungumzia mada moja. Kwa hiyo insha ni mfululizo wa sentensi ambazo zimepangiliwa katika aya na zinazungumzia mada fulani. Kwa mfano, insha zinaweza kuwa zinazungumzia mada kama umuhimu wa chakula bora au tiba kutokana na vyakula, ujamaa ni imani, mifano tu hii, au jamii inakwenda kombo. Unaweza kupewa uandike insha leo kuhusu janga la corona. Yako mambo mengi sana unaweza ukayaandikia insha. Katika uandishi wa insha kuna mambo ya kuzingatia unapoandika insha yako. Mambo hayo yasipozingatiwa, basi insha inapoteza ubora. Kwa hiyo mambo hayo ni yapi? Mambo hayo ni: moja, kubaini mada unayoandikia insha yako na uielewe vizuri. Ni vyema sana uelewe mada unayoiandikia insha. Kwa mfano, tukikwambia andika insha kuhusu corona, insha kuhusu janga la corona, tunatarajia sana ukielewa mada hiyo vizuri, basi utatuambia corona hasa ni nini, na utatupa historia fupi ya corona, kwa nini inaitwa COVID-19. Utatueleza njia za maambukizi, utatueleza dalili za mtu aliyeambukizwa corona, utatuambia pia njia za kujikinga kama tahadhari na kadhalika, lakini pia utatuambia tiba kama zipo, kinga na kadhalika. Kwa hiyo ukieleza mambo kwa namna hiyo, tunaamini utakuwa umeielewa mada unayoiandikia insha. Kingine ni kupanga mawazo katika mtiririko wenye mantiki. Mawazo unayoyaeleza lazima yachukuane vizuri ili kuleta mantiki ya kile unachokieleza. Kingine cha kuzingatia ni kutumia mtindo unaoendana na kusudi la insha. Kwa mfano, kuna mtindo wa masimulizi unafaa kwa hadithi au insha zingine za kisanaa. Kwa hiyo utaangalia insha yako inabeba sura gani ili ikae kwenye mtindo unaofaa. Kingine cha kuzingatia ni kutumia lugha fasaha na inayoeleweka. Hili ni jambo muhimu sana katika uandishi wa insha. Kufuata kanuni za uandishi ni muhimu sana. Katika kanuni za uandishi, hasa unapoandika insha, kuna kuzingatia alama za uandishi, kuna kuzingatia mpangilio wa aya, herufi kubwa na ndogo, na taratibu nyingine za kiuandishi. Kingine ni kupanga insha katika muundo wake. Insha nzuri iliyopangiliwa vizuri inakuwa na kichwa cha insha kilichoandikwa kwa herufi kubwa na maneno yasiyozidi 5 na kupigiwa mstari. Halafu kuna utangulizi wa insha. Sehemu hii ya utangulizi inabeba ufafanuzi mzuri kuhusu mada unayoiandikia insha yako. Halafu kuna kiini cha insha. Hapa ndipo panapokuwa na hoja zako pamoja na maelezo ya kina katika aya vizuri kabisa na mifano ya kutosha kuhusu hoja unazozieleza. Sehemu ya mwisho ni hitimisho. Hapa unatoa mawazo yako, maoni yako binafsi, mtazamo wako kuhusu hicho ulichokielezea katika insha yako. Kwa hiyo hizo ni sehemu kuu zinazounda muundo wa insha. Kwa hiyo tukiufafanua muundo wa insha kwa upekee, tunasema insha inagawanyika katika sehemu kuu 3. Utaona hapa kuna kichwa cha insha na maelezo yake. Kichwa cha insha kina sifa gani? Nimedokeza hapo juu kwamba lazima kiwe kwa herufi kubwa, kiwekwe katikati ya ile sehemu unayoandikia. Sehemu unayoandikia
Kichwa cha insha kinatakiwa kikae katikati, kisizidi kushoto ama kulia, lakini vile vile kipigiwe mstari na kisizidi maneno 5. Kipengele cha pili ni utangulizi au mwanzo wa insha. Nimesema katika sehemu hii hapa unapaswa kutoa maelezo mafupi na maana ya mada unayoiandikia insha yako. Alafu sehemu ya 3 ni kiini cha insha au kati. Hapa utapangilia hoja zako vizuri, utazielezea, utatoa na mifano kudhihirisha kile unachokieleza. Sehemu ya 3 ni hitimisho la insha yako au mwisho. Hapa unatoa mapendekezo au maoni ya msingi au kusisitiza kwa ufupi yale uliyoyaeleza katika habari yenyewe, katika insha yenyewe. Jambo muhimu la kuzingatia ni kwamba kwenye hitimisho usiweke ufupisho wa hoja ulizozijadili katika sehemu ya insha yenyewe. Maana kuna mtu utakuta anaandika hitimisho alafu anaorodhesha zile hoja alizozijadili kwenye sehemu ya kiini cha insha. Sasa ukifanya hivyo utakuwa umeandika ufupisho wa hoja zako na utakuwa hujaandika hitimisho kama linavyotakiwa. Tukija kwenye aina za insha. Katika aina za insha tuna aina kuu 2, na hii ni kwa kuzingatia mawazo yanayotolewa na mwandishi wa insha yamejikita katika nini. Kwa hiyo tutapata aina za insha kama mchoro unavyoonyesha hapa. Kuna insha za hoja. Katika insha za hoja tunaweza kupata insha za kisanaa katika kundi hilo. Tunaweza kupata insha za kisanaa, lakini pia tunaweza kupata insha zisizo za kisanaa. Tutazieleza hizi huku mbele ili kuzielewa vizuri. Na aina ya pili ni insha za wasifu. Insha za wasifu zenyewe ni kwa ajili ya kusifia tu, na hapo tunaweza kupata insha za kisanaa na insha zisizo za kisanaa. Kwa hiyo aina za insha ni 2, insha za hoja na insha za wasifu. Sasa tukianza na insha za hoja, tunasema insha za hoja ni insha ambazo huandikwa kwa ajili ya kutetea jambo au kupinga jambo kwa kutoa hoja. Unatetea au unapinga jambo fulani kwa kutoa hoja madhubuti kwa ajili ya utetezi wako. Lakini insha za wasifu hizi ni kwa ajili ya kusifia tu. Zinaweza kusifia watu, vitu kama milima na kadhalika. Kwa hiyo tuna aina 2 tu za insha. Sasa ndani ya kila aina nimesema tunaweza kupata insha za kisanaa na insha zisizo za kisanaa. Insha za kisanaa hutumia vipengele mbalimbali vya fasihi katika kuwasilisha ujumbe. Kwa hiyo ukiona lugha iliyotumika ni ya kifasihi, hiyo tunasema ni insha ya kisanaa. Vipengele vilivyotumika utaona ni vya kifasihi. Kwa mfano utaona matumizi ya nahau kwa wingi, utaona matumizi ya methali, matumizi ya misemo, tamathali za semi. Vikitokea vitu kama hivyo, vipengele kama hivyo, basi tunasema hizo ni insha za kisanaa. Insha zisizo za kisanaa zenyewe hazitumii lugha ya namna hiyo. Hazitumii lugha ya kisanaa au ya kifasihi sana. Tukija kwenye insha za wasifu, nimesema zinaelezea uzuri, sifa
sifa au uzuri au ubaya wa kitu. Sifa inaweza kuwa ya uzuri au ya ubaya. Na insha hizi za wasifu na zenyewe zinaweza kuwa za kisanaa au zisizo za kisanaa, kama ambavyo ziko insha za hoja za kisanaa na zisizo za kisanaa. Hapa tuna mfano wa insha ya wasifu. Mfano wa insha ya wasifu anasema, atukuzwe Nyerere wa Tanzania. Kwa hiyo ukisoma hapo utaona anasifiwa Nyerere kuanzia alipozaliwa, elimu yake, maarifa yote aliyopata, ujuzi wote alionao, jinsi alivyotumikia jamii yake, na kila kipengele kinachomhusu mtu huyo, mpaka kuwa anastahili kusifiwa vizuri kwa kiwango hicho. Lakini baada ya hapo utaona insha hiyo inavyoishia. Lakini chini hapa tuna mfano wa insha ya hoja, insha ambayo inatetea hoja za msingi. Anasema, kijana wa leo nina balaa, kijana wa leo nina balaa. Anasema, kilio 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 kwa kijana wa leo Afrika, wakati vijana wengine wanapoombwa kujiunga na jeshi ili kujenga na kulinda nchi yao, sio kwangu. Kwangu naburutwa msituni kujiunga na jeshi, kuendeleza vita ya wenyewe kwa wenyewe. Napigana na ndugu zangu ndani ya taifa moja ili matumbo machache ya faidi almasi, dhahabu, mafuta na maliasili nyingine. Naingizwa katika vita isiyo na maana yoyote kwangu. Kwa hiyo utaona aya zilivyopangiliwa katika kila insha. Na hapa anaeleza kuhusu kijana wa kileo na jinsi anavyotumiwa katika jamii yake bila kujali nafasi ya kijana huyu. Kwa hiyo huu ni mfano wa insha ya hoja. Mfano wa insha ya hoja jinsi ilivyoandikwa. Ukichunguza katika hii insha ya hoja, utaona kuna matumizi ya lugha ya kisanaa ndani yake, na hii tunaweza kuiita insha ya hoja ya kisanaa. Insha ya hoja ya kisanaa. Kwa hiyo kwa kifupi, tumeona dhana nzima ya uandishi wa insha jinsi unavyojitokeza katika mada hii ya utungaji. Na kufikia hapo basi niwakaribishe kwa maswali